Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Bwana, na kukaribisha siku nyingine tena kunako television ya Salamba TV. Na kukaribisha hapa kwa lengo mahususi kabisa. Leo tupo na mchungaji na mtumishi wa Mungu, baba yetu wa kiroho ambaye Mungu anamtumia kwa ukubwa kabisa kuhakikisha anaweza kuwafungua watu wengi sana kutoka kwenye vifungo mbalimbali katika ulimwengu wa kiroho, pia katika ulimwengu wa kimwili, pia katika jamii zetu ambazo tunaishi, majumbani kwetu, mtaani, sehemu zetu za kazi. Tumetawaliwa na vitu mbalimbali ambavyo vinatuzonga katika maisha, katika ulimwengu wa roho, lakini hatuna sehemu sahihi ya kupata msaada wa kukimbilia. Lakini mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Bright, yupo kwa sababu ya kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri kabisa. Hiki ni kipindi cha Ijue Biblia, ambapo ukisoma katika kitabu cha Isaya 60, maneno ya Mungu anasema, inuka uangaze maana nuru yako imekujia. Na leo tupo na nuru kabisa hapa ambao imetujia, imetuzukia ili tuweze kufunguliwa katika ulimwengu wa kiroho. Ataendesha kipindi hapa mwanzo mpaka mwisho. Nadhani utakuwa katika wakati mzuri kabisa kujifunza mambo mengi kadha wa kadha, kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu anasema pia mtumikie Mwenyezi Mungu wakati wa ujana wako. Sisi ni vijana na tuko hapa kumsikiliza mtumishi wa Mungu kwenye kipindi cha Ijue Biblia. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante, Mungu akubariki. Ninashukuru sana. Ninashukuru Mungu kwa neema aliyonipa katika siku ya leo. Mungu amenipa neema nikuletee neno hili ambalo litakuwa ni baraka na ustawi katika maisha yako. Hichi ni kipindi bora cha Ijue Biblia, kipindi kilichofanyika baraka na ustawi kwa watu wengi katika maisha yao. Watu wengi ndani yao wamepungukiwa kulijua neno la Mungu. Watu wengi wamelikariri neno katika mafundisho machache au katika maandiko, lakini leo Mungu amenipa neema ni kufundisha neno lake. Kipindi chetu kinaitwa Ijue Biblia. Majina yangu ni mchungaji na mwalimu Bright Nyahende. Ni mchungaji wa kanisa la Pentecost Orebu. Kanisa lipo Majoe Matofali, barabara ya kuelekea Viwege. Mungu ameweka pale hazina kubwa. Mungu amehudumia sana watu wake pale, na watu wameona Bwana katika utukufu na nguvu zake za ajabu. Ndio maana kwa majira haya na wakati huu Mungu amenipa neema nikufikie hapo ulipo. Karibu ushiriki nasi katika kipindi chetu cha leo. Ninaomba niombe kwa uchache tufungue kipindi ili tuende pamoja. Jehova Nisi, Mungu mtakatifu, asante kwa wema wako mkuu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtu huyu uliyempa neema ya kusikiliza kipindi hichi. Yamkini Jehova akupata nafasi ya kushiriki ibada mahali popote, lakini leo umemgusa hapo alipo. Ninakusihi Jehova, neno lako ni nuru, ikaangaze katika maisha yake. Chochote kilichomfunga, chochote kilichomteka, kikamweke huru, akakombolewe na neema ya Kristo imfunike. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Mpendwa mtazamaji wetu, Mungu ametupa neema tuanze kipindi chetu. Na kipindi cha leo tutajifunza Injili ya Yohana. Tutajifunza Injili ya Yohana kwa maana ya sura kwa sura, aya kwa aya na kitabu kwa kitabu. Tutajifunza kwa staili hiyo tukichambua Biblia kama neno la Mungu. Watu wengi wameshindwa kutoka katika vifungo. Watu wengi wameshindwa kutoka katika dhiki. Watu wengi wameshindwa kutoka katika mangaiko kwa sababu neno la Mungu alikuwa kwa wingi ndani yao. Watu wengi wana maandiko lakini hawana neno. Lakini siku hii ya leo ninataka nikufundishe neno. Mungu amenipa neema ya kufundisha maelfu kwa mamia ya watu neno, na kupitia neno watu wengi maisha yao yamebadilika. Ukiangalia Biblia yetu katika Agano Jipya, kuna injili ziko 3. Kuna Injili ya Mathayo, Injili ya Marko, Injili ya Yohana, lakini pia na Injili ya Luka. Lakini injili 3 zinazofanana ambazo zinatumika kuonekana kwamba ni kitu kimoja kinamweleza Yesu katika ufunuo wake. Lakini katika injili hizi zote tukizisoma, unagundua Yohana aliandika injili ya kipekee. Aliandika injili ambayo ilimfunua Yesu kama Mungu mwenyewe anayetawala na kuongoza dunia tunayoishi leo. Na ndio maana injili ya Yohana ukifuatilia vizuri, utagundua sura ya kwanza injili ya Yohana mpaka sura ya 12 injili ya Yohana ilikuwa ni mafundisho. Wakati ambapo Yesu alifanya miujiza, Yesu alifundisha, Yesu alihudumia watu, ilikuwa ni injili ya Yohana sura ya kwanza mpaka ya 12. Ukiangalia pale sura ya 13 inapoanza pale, ni kama Yesu anatoa usia. Amekaa pamoja na wanafunzi wake,
ananawa miguu, anawanawisha, anaandaa meza ya Bwana, anawapa usia kama baba, anawapa usia kama mlezi. Wameketi mara pamoja, anahusia mambo yatakayokuja na yanayopasa kutenda. Na akaendelea vile mpaka sura ya 16. Ukiona sura ya 17 tayari Yesu anaanza kuombea wanafunzi wake. Anawaombea wanafunzi wake, na sura ya 18 na ya 19 Yesu anateswa msalabani mpaka kufa. Sura ya 20 na 21 ni kufuka kwa Yesu. Kwa hiyo ukisoma Injili ya Yohana vizuri, ukaelewa Injili ya Yohana vizuri, imebeba vitu vikuu kama vitatu tu au vinne vya msingi. Kitu cha kwanza ni mafundisho ya Yesu. Kitu cha pili ni usia wa Yesu. Sura ya 17 peke yake imebeba kwa habari ya maombi ya Yesu Kristo, lakini sura zilizofuatia huko ni kufa na kufuka kwa Yesu, au ni maisha baada ya msalaba. Kwa hiyo leo, siku ya leo, tutakuwa tunajifunza sura ya kwanza mpaka ya 21, sura kwa sura, aya kwa aya, na leo tunaanza na sura ya kwanza. Sura ya kwanza ya Injili ya Yohana inatufunua au inatuelezea uungu wa Yesu. Inamfunua Yesu kama Mungu aliyekuwa mbinguni, lakini akavaa mwili kuja kuishi na sisi leo. Watu wengi wameshindwa kupokea baraka, wameshindwa kupokea neema, wameshindwa kufunguliwa vifungo, kwa sababu neema ya Mungu haijawashukia bado kulijua neno. Lakini unapokaa vizuri kwa uaminifu na ukafuatilia mafundisho haya na ukatusikiliza mpaka mwisho, tunapokuombea, baraka ya Mungu inakushukia kwa wakati, kwa sababu neno la Mungu liko wingi ndani yako. Na siku ya leo, Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ndiye Mungu. Kwa Yohana, tofauti na Luka, tofauti na Mathayo, tofauti na Marko, Yohana alipokaa na Yesu kwa muda mrefu. Utagundua Biblia Takatifu inasema Yohana ndio mwanafunzi aliyekuwa anapendwa na Yesu. Utagundua Biblia Takatifu inatuambia Yohana ndio mwanafunzi aliyekaa na Yesu muda mwingi karibu. Kwa Yohana, kwa sababu alikaa na Yesu muda mwingi, kwa sababu alikuwa karibu na Yesu muda mwingi, alijua vitu vingi kwa habari ya Yesu Kristo. Na hata alipoanza kuandika habari za Yesu, na hata alipoanza kumfunua Yesu, alimfunua Yesu kama Mungu. Ndio nasema kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu. Lakini anajaribu kusema kwamba kwa huyo neno, mstari wa 3, kwa yeye neno vitu vyote vilifanyika, wala pasipo neno hakuna kilichofanyika. Kwa Yohana anatuambia huyo neno aliyekuwepo kwa Mungu, huyo neno aliyekuwa Mungu, ndiye ambaye alifanya mambo yote unayoona duniani leo. Kwamba miamba unayoiona, maisha unayoiona, mwanadamu unayemuona, wanyama unayewaona, vyote unavyoviona wewe duniani tulivyonavyo leo, Yohana anasema kwamba viliumbwa kwa neno, ambaye neno alikuwa kwa Mungu. Na ndio maana ukiangalia Yohana anasema kwamba ndani yake, ule mstari wa 4, ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mpendwa mwana wa Mungu, Yohana anatuambia kila kitu kiliumbwa kwa neno. Lakini ukisoma Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, Biblia inasema kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo Biblia Takatifu inatufundisha kwamba kila kitu kiliumbwa kwa neno. Mwanzo sura ya kwanza inaongea kwa habari ya uumbaji, lakini uumbaji uliofanyika ulikuwa ni neno. Kwa neno ndilo liloumba. Mungu akasema tumfanyie mtu kwa sura na mfano wetu, ni neno. Mungu akasema atokee ndege wa angani, ni neno. Mungu akasema atokee samaki wa baharini, ni neno. Kwa Yohana anatuambia kwamba vitu vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo hakuna kilichofanyika. Ndio maana siku ya leo unaposikiliza mafundisho haya mtakatifu, mwana wa Mungu, ujue ya kwamba neno linalotoka kwenye kinywa chako ni la thamani sana na lina mamlaka. Kama kila kitu kilifanyika kwa neno, na neno yule ndio alikuwa Kristo, na neno yule baadaye alikuja akakaa kati yetu sisi, maana yake lile neno liko ndani yako wewe pia. Kwa ndani yako pia, ukikubali neno likae kwa wingi, kila unachokitamka umepewa mamlaka ya kuumba. Pendwa mtakatifu mwana wa Mungu, neno la Mungu limekaa kwetu, na neno la Mungu limetujilia leo. Lakini mstari wa 5 Biblia inasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa Biblia inasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 5. Nuru inayoongelewa hapa ni nini? Na giza linaloongelewa hapa ni nini? Utakumbuka kitabu cha Mwanzo sura ya 3, baada ya Hawa na Adam kutenda dhambi, automatically laana ikaingia duniani. Na Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21, Mungu akaachilia laana katika kizazi chetu sisi. Kwa hiyo tukawa chini ya giza, tukawa chini ya vifungo, tukawa chini ya mateso,
tukawa chini ya dhiki. Watu wengi wakawa na vifungo vingi, magonjwa yakaingia, mateso yakaingia, madeni yakaingia, dhiki zikaingia, tabu ikaingia. Lakini asubuhi ya leo ninakushirikisha neno hili ambalo Mungu amenipa neema ulipokee, kwamba Biblia Takatifu inasema nayo nuru yang'aa gizani wala giza likuiweza. Ni rahisi kusema kwamba Biblia Takatifu inatuambia kwamba ukiruhusu neema ya Mungu ingie maishani mwako, ukiruhusu nuru ya Kristo iangaze maishani mwako, ile giza lilokaa katika maisha yako, yamkini ni giza la magonjwa, yamkini ni giza la dhiki, yamkini ni giza la madeni, yamkini ni giza la maagano, yamkini ni giza la vifungo, ukiruhusu, Biblia inasema nayo nuru yang'aa gizani wala giza likuiweza. Mchana wa leo ninakushirikisha neno hili. Kubali neema ya Mungu ingie ndani yako. Kubali neno la Mungu liingie ndani yako. Kubali nuru ya Kristo ingie ndani yako. Ukimpokea Kristo, tafsiri yake umepokea nuru. Ukipokea nuru, maana yake giza linaondoka. Liwe giza la magonjwa, liwe giza la tabu, liwe giza la mateso, liwe giza la ndoa, linaondoka kwa sababu nuru imeingia ndani yako. Na leo ninaongea kwa habari ya nuru. Kwa hiyo nuru ikiingia, hakuna kitakachosalia. Lakini changamoto kubwa tulionayo kwa wanadamu, Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 9, na Biblia Takatifu inasema, kwa maana kulikuweko nuru halisi, amtie mtu nuru kila mtu akija katika ulimwengu, lakini ulimwengu haukumpokea. Kwa Biblia Takatifu inatuambia ilikuwepo nuru halisi. Pendwa mwana wa Mungu, hebu lielewe neno hili. Ilikuwepo nuru halisi inamaanisha kwamba kama kulikuwa kuna nuru halisi, basi na nuru feki zipo. Kwa kuna nuru feki inaonekana kama ni nuru, inaonekana kama ni mwanga, lakini kumbe bado ni feki. Ngoja nikupe mfano ya mkila labda ukanielewa kwa haraka. Unaona, tunapokuwa katika maisha yetu ya kila siku, kuna mwanga unaangaza. Kuna mwanga wa taa, kuna mwanga wa taa ya umeme, kuna mwanga wa taa ya sola, kuna mwanga wa taa za kawaida unazozijua wewe za betri, lakini kuna mwanga wa jua. Nuru halisi ni nuru ya jua. Nuru ya jua ikiangaza, uhitaji kupata nuru nyingine yoyote. Ndivyo ilivyo leo mafundisho katika watakatifu wa Bwana. Neno hili ninalokuambia ni kweli tena ni hakika. Ukikubali kufuata nuru hii, ukakubali kusikiliza mafundisho haya, ukakubali kufuata ambacho Mungu ananisemesha kwa habari ya maisha yako, uwe na hakika kesho yako inabadilika. Uwe na hakika hatima yako inabadilika. Uwe na hakika hiyo shida unayoiona ndilo giza, na nuru ikiingia hilo giza linaondoka. Kubali leo kugeuka. Zipo nuru ambazo ni nuru dhaifu, ziko nuru ambazo sio nuru halisi, lakini leo ninanena kwa habari ya nuru halisi. Ukikubali kuipokea hiyo na kufuata nalo kuagiza, lazima hatima yako iliyo njema itakutokea. Ndio maana Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 10 na Mungu nasema, alikuweko ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuweko, wala ulimwengu haukumtambua. Pendwa mwana wa Mungu, nuru ilikuwepo, lakini yenyewe ndiye aliumba ulimwengu, lakini ulimwengu hakuitambua ile nuru. Watu wengi wanahangaika kwa sababu tu wamekosa kutambua mamlaka ya Yesu katika maisha yao. Ndio maana ni vizuri wewe kama mwana wa Mungu, ukitaka kugeuza hatima yako, ukitaka kugeuza maisha yako, ukitaka kwenda katika hatima njema ambayo Mungu amekuandalia, lazima ukubali kuipokea hiyo nuru. Ndio maana mstari wa 12 Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lao. Kuna vitu viwili hapa vya msingi. Kitu cha kwanza, Biblia inasema wote waliompokea. Lakini kitu cha pili, Biblia inasema kwamba ndio wale waliaminio jina lake. Kwa kumbe kuna concept hapa ya msingi sana. Kumpokea Yesu Kristo au kuiamini nuru, tafsiri yake ya kwanza ni kuliamini jina lake. Unapoliamini jina lake na ukaliishi jina lake na ukaamini mamlaka iliyo ndani ya jina lake, hapo ndipo unafanyika mtoto wa Mungu. Nimesema kwamba wote waliompokea aliwapa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa nini watoto wa Mungu? Kila mtu aliyeumbwa duniani, huyo ni mtu wa Mungu. Mfano mzuri mwepesi ni kwamba leo tuko Tanzania, wote tuko chini ya Mama Samia, ni rais wa Tanzania. Wote tunamuita mama, kila mtu anamuita mama. Lakini ukweli ni kwamba Mama Samia na watoto wake aliyowazaa, mahitaji anayowapa, namna anavyowakea ni tofauti na anavyokea Watanzania wengine, kwa sababu wale ni wanawe wa kumzaa. Kwa hiyo Abu anapomwambia mama ninahitaji ili, atafanya kwa haraka tofauti na mwananchi mwingine anapofanya. Ndivyo neema ambayo sisi pia tumepewa, kwamba unapompokea Yesu Kristo na ukakubali kwa Bwana
na Mwokozi wa maisha yako na ukayatenda yale anayokuagiza, automatically Biblia inasema kwamba umefanyika kuwa mwana wake. Na unapofanyika kuwa mwana, lolote utakalomwomba Mungu kwa jina lake, hilo unalipokea. Ndio maana mchana wa leo neema ya Mungu imekujilia tena, ukalisikilize neno hili ili utakapompokea Kristo Yesu, baraka ya Mungu iweze kujilia. Na neno likasema mstari wa 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee akae kwa Baba, amejaa neema na kweli. Pendwa mwana wa Mungu, Biblia takatifu inatufundisha vyema sana. Neno alifanyika mwili. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Maana yake Kristo Yesu aliuvaa mwili akaja kukaa kwetu. Alipokaa kwetu akatufunulia utukufu wake. Maana yake akakaa katikati yetu, akakaa ndani yetu, akaishi pamoja na sisi. Lakini mtu mwingine anaweza kujiuliza swali, sasa kama neno alikaa pamoja na sisi, maana yake ni nini? Tafsiri yake ni nini? Huyo neno yuko wapi? Neno tutaangalia pale mbele wakati anaondoka ndio Roho Mtakatifu. Lakini leo neno tuliloachiwa sisi ni Biblia. Kadiri unavyosoma neno la Mungu na neno la Mungu likakaa kwa wingi ndani yako, ndivyo ambavyo maisha yako yanabadilika. Mpendwa mwana wa Mungu, mtu asikudanganye. Neno la Mungu ukilisoma ukawa mwaminifu, unaamka usiku wa manane, unasoma neno, unafanya meditation, unafanya concentration, unafocus, unatafakari neno la Mungu kwa ukamilifu na unamuita Mungu, hakika hima Mungu atakujibu. Ndio maana ni vyema kuwa mwaminifu katika kusoma neno la Mungu usiku na mchana. Na mwandishi wa Injili ya Yohana alithibitisha kwamba huyu Yesu Kristo alikuwa ndiye Mungu na alivaa mwili akaja duniani. Na mtu mmoja aliyethibitisha hayo, ukiacha Yohana aliyetuandikia, Yohana mwandishi wa Injili, kuna Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 13, naye alithibitisha hilo akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Isaya aliwahi kutoa ushuhuda akasema, tazama anakuja mtu ambaye ataleta ukombozi katika taifa la Israeli. Lakini kumbuka, Isaya ametoa ushuhuda miaka 600 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Katika Isaya sura ya 11 pale ameeleza atakuja mwana wa Mungu ambaye atakuwa na mamlaka na maongeo yake na kifalme, atatukomboa sisi. Lakini sasa Yohana anakumbushia tena, anasema kwamba Isaya alisema, lakini yeye mwenyewe anathibitisha mstari wa 29, akasema siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya dunia. Kwa Isaya anathibitisha, anasema huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya dunia. Kwa amebeba dhiki na tabu za dunia. Na Biblia inasema Isaya aliposhuhudia neno lile, walikuwepo wanafunzi wake ambao walilisikia neno hile. Mstari 33, Isaya mstari 33 anarudia tena, anasema, wala mimi sikumjua, lakini yeye alinipeleka kubatiza kwa maji aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaje kwa Roho Mtakatifu. Isaya anasema mimi sikumjua neno, lakini notice Yohana anasema mimi sikumjua neno, lakini yeye aliyenituma kuja huku kwetu aliniambia, mtu utakayemuona Roho Mtakatifu anamshukia juu yake, huyo ndiye ambaye ninamuongelea, ambaye ndiye neno, ambaye ndiye ameleta ukombozi kwa ajili ya ulimwengu, ambaye ndiye amekuja kusaidia wanadamu. Kwa Isaya akasema mstari wa 34, mimi nimemuona tena nimemshuhudia, huyu ndiye mwana wa Mungu. Kwamba yeye amethibitisha kwamba Yesu Kristo ndiye ambaye alikuwa amevaa mwili na akaja dunia yetu sisi kama Mungu na akaishi katikati yetu pamoja na sisi. Na mstari wa 35 Biblia inasema, tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake, akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Mstari wa 38, wanafunzi wake Yohana wakamfuata Yesu. Mstari 38, Yesu akawauliza. Yesu aligeuka akaona wakimfuata, akamwambia, mnafuata nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Biblia Takatifu inasema, ndipo Yesu akawaambia, njooni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona akapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Kwa hao wanafunzi wa Yohana walipomsikia Yesu wakatamani kujua anakaa wapi.
Lakini alipomuuliza unakaa wapi, Yesu akamwambia njooni nanyi mtaona. Huu ni wito ambao Yesu aliwaita watu wale kwenda kwake. Huu ni wito ambao umekufikia leo wewe hapo ulipo. Yamkini ulikuwa unalia kwa habari ya magonjwa, yamkini ni kansa, yamkini ulikuwa unateseka kwa habari ya dhiki, yamkini ni ndoa yako imekuwa na changamoto, umuelewi mume wako, labda unatabika, unateseka, magonjwa yamekuwa mengi, madeni yamekuwa mengi, dhiki zimekuwa nyingi. Lakini leo neno la Mungu limekujia nyumbani mwako. Yesu Kristo anambia njooni nanyi mtaona. Njoo ushiriki pamoja nasi katika ibada za Pentecost Orebu. Njoo ushiriki pamoja nasi kupitia Salamba TV na Bright Nyende TV. Kadiri unapofuatilia mafundisho hayo na unapokutana na neno la Mungu, kuna vitu vingi, mateso, dhiki na tabu zitaondoka katika maisha yako. Kwa kuwa nilishakwambia toka mwanzo ya kwamba nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Maneno haya ninayokuambia ni nuru tena ni uzima. Maneno haya ninayokuambia ukiyashika yanageuza hatima ya maisha yako. Na Biblia inasema walipokwenda wale wawili, mstari wa 41, Biblia inasema huyo akamwona kwanza nduguye Simoni, ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona Masihi. Unamwona hapa kuna mtu mmoja anaitwa Andrea. Kwanza mstari wa 40 pale Biblia inamwongelea Andrea. Alipotoka kukutana na Yesu usiku, kitu cha kwanza alichokifanya alipoamka asubuhi na mapema, alikwenda kushuhudia watu. Biblia takatifu pale nyuma imetuambia walikuwepo wanafunzi wawili, lakini Biblia inamtaja Andrea. Kwa nini Andrea? Kama walikuwepo wawili, huyo wa pili mwingine ni nani? Utamtafuta, hakuwahi kuandikwa kwenye Biblia. Kwa nini? Tofauti ni moja tu. Andrea alipokutana na Yesu, alipoondoka kwa Yesu, kitu cha kwanza alichokifanya ni kwenda kushuhudia watu. Ndio maana mpaka leo Biblia inamkumbuka. Ni kweli unaomba, ni kweli unafunga, ni kweli unamtafuta Mungu, lakini kuna mambo kwenye maisha yako yanaonekana hayabadiliki. Kuna mambo unataka kwa Mungu yanaonekana hayapati. Shida ni nini? Tafuta kuwa kama Andrea. Mungu anawakumbuka wanaomkumbuka. Kitu cha kwanza alikwenda kushuhudia. Unaposikiliza neno hili, kabla neno halijaisha, endelea kualika watu, fuatilia kipindi hichi. Endelea kuwakumbusha watu kuna kipindi ambacho ni bora kwenye maisha yenu, wakifuatilie. Kadiri wanavyofuatilia, kadiri wanavyofunguliwa, kadiri wanavyosaidiwa, ndivyo Mungu anavyoleta baraka pia katika maisha yako na wewe. Ndio maana Biblia inasema kwamba akaenda akamwambia ndugu yake, njooni, nimemwona Masihi. Kwa Andrea naye anathibitisha kwamba tumemwona Masihi ambaye ndiyo Yesu Kristo aliyeandikwa katika nini? Katika Torati. Analithibitisha neno hilo kwamba huyu ndiye tuliambiwa kwamba ni mkombozi, ni mwokozi wa maisha yetu. Lakini mstari wa 45 Biblia inasema Filipo naye akamwona Nathanieli, akamwambia tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu. Nathanieli akamwambia laweza jambo jema kutoka Nazareti. Sikiliza nikwambie, Mungu ameweka hatima ya thamani katika maisha yako. Mungu ameweka baraka kubwa katika maisha yako. Yamkini elimu ulionayo kwa sababu ya udogo, wewe mwenyewe unafikiri hakuna kitu unaweza kufanya. Watu wanafikiri hakuna kitu unaweza kufanya. Dunia inaamini hakuna kitu unaweza kufanya. Lakini elimu ulionayo, maisha unayoishi leo, kama utamwamini Yesu na kumtumainia yeye, hayana uhusiano na baraka ambayo Mungu ameweka kwenye maisha yako. Mungu amebeba hatima iliyo njema. Watu waliposikia Yesu Kristo anatoka Nazareti wakasema, Nazareti ni kama Tandale, haiwezekani. Nazareti ni kama Majoe, haiwezekani. Nazareti ni kama Mabatini, hakuna kitu kinaweza kutoka pale, hapaeleweki pale. Nazareti ni kama Sombetini kule Arusha, hamna kitu chema. Lakini Biblia takatifu inasema Yesu alitoka Nazareti. Katika udogo ulionao, katika udhaifu ulionao, katika dhiki ulionayo, katika tabu na mateso ulionayo, kama utaamua kugeuka na kuamini mamlaka ya Mungu iliyoko ndani yako na kusimama katika imara na uthabiti, Mungu atakuinua na utaona utukufu wake. Lakini Nathanieli alipokutana na Yesu, akamwambia Yesu, umepataje kunitambua? Yesu akamwambia, toka ulipokuwa chini ya mtini, kabla haujaitwa, kabla Filipo hajakuita, nalishakuona. Akamwambia, Rabi, wewe mwana wa Mungu, ndiye mfalme wa Israeli. Yesu akamwambia, kwa sababu nalikwambia nilikuona chini ya mtini unaamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Mpendwa mwana wa Mungu, kuna wakati unaamini kwa sababu umesikiliza maneno haya.
Lakini kadri utakavyokuwa mwaminifu kufuatilia vipindi hivi toka tunapoanza mpaka mwisho, utashangaa, utaona mambo ya kusajabisha na kushangaza katika maisha yako. Ndio maana Yesu akamalizia mstari wa 51 kwa kusema, akamwambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Kwamba mbingu zitafunguka na malaika wa Mungu watakwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu wakimhudumia mwana wa Adamu. Jioni ya leo Mungu ameleta neema kwenye maisha yako. Kama utakubali kulisikiliza neno hili, kama utakubali kugeuza maisha yako, kama utamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nimekwambia Mungu amenipa mamlaka. Yesu amesema, angalia, nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Biblia Takatifu imethibitisha kabisa hapa. Yohana kamthibitisha yeye ndiye mwana wa Mungu na ndiye Mungu halisi. Filipo alipomwita akathibitisha, tumemwona mwana wa Mungu. Andrea akathibitisha. Nathanieli amethibitisha kwamba huyu ndiye amebeba ukombozi wako leo. Na leo Mungu amenipa neema. Mungu amenipa neema niombe kwa ajili yako. Kwa kuwa Mungu wetu yeye ni nuru ing'aayo gizani wala giza halikuiweza. Lakini Mungu anajua tabu ulionayo. Ninakuombea. Wakati naendelea kuomba, kuna watu watakuwa nafunguliwa. Utaangalia namba za simu ambazo ziko hapo chini. Kwa namba hizo za simu unaweza ukanitumia message au ukafanya mawasiliano na mimi, tukaandaa appointment nzuri na nikaendelea kufanyia maombi, na nina uhakika utamwona Mungu na utukufu wake. Siku ya leo ninataka niombe nuru ikaingie kwenye maisha yako. Giza lolote ambalo adui alipanda, haijalishi waliweka wachawi, haijalishi waliweka waganga, haijalishi waliweka majirani, haijalishi ni ukoni, familia, giza lolote la kukataa kuolewa, giza lolote la kuharibu mimba, giza lolote la utasa ndani ya maisha yako, giza lolote la umaskini, la kuanza na kupoteza, kuanzia leo ninaling'oa kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Na hiyo nuru ninaita kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo Jehova. Ninaamuru nuru ikaangaze ndani ya mtu huyo, popote aliposhtekwa, kokote alikoshikwa, chochote kilichomfunga, kwa mamlaka jina la Yesu Jehova, ninaamuru nuru ikaingie kuanzia sasa, minyororo ikakatike. Tazama Jehova, ninaona minyororo inakatika, falme za giza zinakatika, mamlaka za giza zinaondoka, ngome zinapasuka, malango yanafunguka katika jina la Yesu Kristo. Baba, umenipa neema ya kuwatoa watu magerezani. Baba, umenipa neema ya kuwatoa watu vifungoni, kifungo kilichoshika maisha yao, tabu iliyotabisha maisha yao, mahangaiko yaliyonyanyasa maisha yao, ninawakomboa katika jina la Yesu. Jehova nisi Mungu mwenye nguvu, Baba ninakusihi, achilia ulinzi, achilia neema, achilia ustawi, watu hawa wakafanikiwe katika jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru, amen. Mpendwa mtazamaji wetu, Mungu ametupa neema, tumemaliza Injili ya Yohana sura ya 1. Endelea kufuatilia kipindi chetu Injili ya Yohana sura ya 2. Kadri unavyofuatilia hizi series, ndivyo Mungu anavyoendelea kukufungua na kukusaidia, na mwisho utaona utukufu wa Mungu. Mungu akubariki, neema ya Kristo kufunike. Amen.